Habari ndugu yangu mpendwa ambaye tumekutana tena kwa kipindi hiki ambacho sasa tumekutana live mimi na wewe. Mimi nimshukuru Mungu kwa ajili yako kwa sababu amekupa bahati ya kukutana tuweze kuzungumza maneno ya maana. Nasema maneno ya maana. Duniani kuna maneno mengi. Kuna maneno ya ovyo, kuna maneno mazuri, kuna maneno ya kuvunja moyo, kuna maneno ya kutia moyo mtu, kuna maneno ya kumfariji mtu, kuna maneno ya kumvunja moyo mtu. Japo wengi wanapenda sana maneno ya kuwavunja moyo wengine, hawapendi maneno ya kuwatia moyo wengine, kwa sababu wao nao wana malipo yao, wana mambo yao ambayo wanataka kuyatimiza. Lakini mimi jioni ya leo nikwambie kitu. Kuna kitu kimoja nataka tuweze kuongea, na kitu ambacho nataka kuongea, kitu kimoja kinaitwa nadhiri. Watumishi tunashukuru wamejitahidi kufundisha kuhusu nadhiri, lakini wametufundisha kwa upande mmoja. Mimi nitaenda pande zote mbili. Pande ya kwanza ni nadhiri, yani ni fungamano la nadhiri kati ya mtu na Mungu. Lakini upande wa pili kwamba ni fungamano la ahadi ya mtu kati ya mtu na shetani. Fungamano la ahadi kati ya mtu na Mungu ni rahisi sana kuliondoa, kwa sababu Mungu yeye anataka ule utiifu wa mwanadamu, aone utiifu wake. Lakini shetani anahitaji utiifu na anahitaji roho yake aenda iangamize. Kusudio la Mungu aone utiifu wa mwanadamu, kwa sababu hata roho aliyo nayo anamiliki yeye, kwamba hana shida. Yeye anajua kabisa huyu akinitii na nitampenda, yeye atakuwa wa kwangu tu kama alivyokuwa wa kwangu siku zote. Shetani watu sio wa kwake, lakini yeye anatafuta mtu ili aweze kummeza. Biblia inasema ya kwamba shetani ni kama simba au ngurumaye akitafuta mtu ili ammeze. Ndio kusudio la shetani. Ndugu yangu, hivi vitu au hiki kitu kinachoitwa nadhiri, nadhiri ya Mungu, kati ya Mungu, yani lile fungamano la mtu na Mungu ambalo linaitwa nadhiri, ni rahisi kwa huyu mtu ambaye ametoa nadhiri. Endapo atakuwa mtiifu, ni rahisi kuiondoa. Lakini yule ambaye ni mtiifu kwa shetani, sio rahisi kuiondoa, kwa sababu shetani hawezi kumpa nafasi mtu ili aweze kuiondoa hiyo nadhiri au fungamano lile ambalo la ahadi ambalo waliahidiana kati ya yeye na shetani. Hizi sehemu zote mbili zinahitaji utiifu. Yule ambaye amefungamana huo upande tunaousema, sipendaki sana kuzungumza, lakini na yeye pia inatakiwa awe mtiifu. Huyu ambaye ana ahadi ya fungamano la nadhiri na Mungu, na yeye inapaswa awe mtiifu. Madhara yakoje? Mungu anayo mbingu, shetani hana mbingu. Sasa unachagua mwenyewe. Maana shetani mbingu yake ni jehanamu, utaenda kuungua na moto. Fungamano la Mungu, ahadi yake au malipo yake ni mbingu. Mungu ana ahadi, amekuahidia mbingu. Shetani hajasema bayana na kupeleka wapi, lakini kunajulikana ni jehanamu. Na hilo linatokana, hiyo kauli inatokana kwa Mungu kwamba shetani yule alilaaniwa akatupwa kuzimu. Kwa hiyo wale ambao wamefungamana na shetani, maana yake wanakokwenda ndio huko. Napinganaga na kauli moja ambayo watu huwa wanasema kwa kutokuelewa. Wanasema mchawi anaomba Mungu. Mimi nawaangaliaga visogo vyao walivyo na vichwa vyao vilivyo na macho yao, najaribu kuangalia akili, naona hili halina akili. Eti shetani anaomba Mungu. Mwizi na yeye kabla yaenda kuiba naomba Mungu. Naliangalia hili jamaa, sasa ana akili huyu, ana akili? Kama angekuwa anasoma vitabu vya dini vinatenganisha kati ya Mungu muumba mbingu na nchi na miungu ya duniani,
ambaye ndiyo shetani. Wezi wanaomba shetani, huo ndio ukweli. Wachawi wanaomba shetani, nao wanamfanya kuwa mungu wao. Nikupe mfano. Ndio maana Wahindi wana mungu wao ng'ombe, wana mungu wao Krishna, wana mungu wao sijui nani yule anajulikana. Kwa nini wasingesema tunaomba mungu huyu huyu? Kwa hiyo kuna watu wana miungu yao, na wale ambao wanaabudu mashetani nao wanajisemea tu kabisa kabisa, sisi tunaabudu mashetani. Hawasemi kwamba mungu huyo huyo. Maana ya kwamba matendo ndio yanakuonyesha kwamba wewe unamwabudu mungu yupi. Kama mchawi analoga mtu afe, maana yake mungu wake ni huyo muuaji aliyesema kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Ila Yesu akasema mimi nilikuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Shetani yeye haji, hawezi, hana sababu ya kuja, ila tu ikitokea sababu ya kuja, basi makusudio yake ni kuchinja na kuharibu. Ila kusudio la Mungu kumleta Yesu Kristo, Yesu alikuja na akatoa speech akasema mimi nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele, yani wawe na uzima wa milele. Hata kuondoka tu kwa Yesu duniani alisema ya kwamba Baba, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yani sijui unanielewa? Imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Umeelewa? Anaonyesha ukuu wake. Na hata alipokuwa anaondoka sasa, hakutuacha tu. Akasema ya kwamba anawaambia wale mitume, akasema bakini Yerusalemu hadi nitakapokwenda kumuomba Baba, naye Baba atawaletea msaidizi ambaye ndio Roho Mtakatifu, atawaonyesha njia na mambo mtakayoyafanya. Umeona uzuri wa Mungu na ubaya wa shetani? Kwamba shetani yeye ukitaka nenda kamuombe mabaya, na yeye hawezi kukuruhusu umtumikie alafu wewe uondoke, hawezi. Ndio maana waliofungamana kwa shetani wana maroho mabaya, yani wanazidi kupewa roho mbaya, hawapewagi roho njema. Hakuna hata sehemu akasema kwamba wafanye kitu chema. Wanaweza akasema wafanye kitu chema, lakini wana makusudio yake. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja akasema kwamba shetani akikukopesha lazima utalipa.